Habari za wakati huu popote pale ulipo, karibu tena katika kipindi kizuri kabisa ambacho tunaweza kujifunza masuala mbalimbali ambayo yanahusu ujasiriamali. Siku nyingine tena hii ya leo ambapo tunaye mtaalamu wa masuala ya ujasiriamali, lakini katika upande wa ufugaji, lakini pia yeye amejikita katika sehemu ya kutengeneza zile mashine ambazo zinajulikana kwa lugha ya kitaalam incubator. Mashine za kutotolea vifaranga vya kuku. Yes, si mwingine ni bwana Wilson Godwin. Anatoka katika kampuni ile inajulikana kwa jina la Wilson Company. Amekuja kwa ajili ya kutupatia maarifa mbalimbali ambayo kwa wewe mjasiriamali unaweza ukayapata kwayo. Yawezekana kuna sehemu ulikuwa unakwama, lakini siku hii ya leo tumeona vyema tuweze kukuletea mtaalamu huyu ili aweze kukupatia mawili matatu ili tuweze kuongeza maarifa ama kuongeza thamani kwa yale ambayo tunayafanya katika sehemu zetu za ujasiriamali. Bwana Godson, karibu sana katika kipindi chetu hiki katika siku hii ya leo. Asante sana, asante mtangazaji. Naam. Wewe ni mtaalamu wa hizi mashine za kutotolea vifaranga, lakini pia mbali na utaalamu huu pia wewe ni mfugaji. Yes. Utaalamu huu ulijifunzia wapi pengine? Huu utaalamu mimi niliwahi kupita kwenye college moja inaitwa National Sugar Institute hapo kule Kidatu. Nilisoma pale mambo ya electrical na mambo ya electronics, nikamaliza na baadaye nikaja hapo Mlimani nikasoma mambo ya biashara nikamaliza. Lakini kabla ya hapo kumbuka sekondari iliyopita ipo kule Palane. Sasa kuna somo moja lilikuwa la agriculture pale. Nilisoma. Sasa mwalimu wakati anatufundisha pale nitokea sana kupenda sana lile somo la agriculture, jinsi na ufugaji, kilimo na mambo yakawa hivyo mengi. Basi toka pale nikawa napenda sana mambo ya ufugaji. Sasa nilipofika kule chuo nimesoma umeme nimemaliza. Baada ya hapo sasa kumaliza kule college nikaja hapa Mlimani nikasoma, na hapo baada ya kumaliza kwa kweli sikupenda kuajiliwa, nilipenda nifanye kazi zangu binafsi mwenyewe. Sasa katika kujaribu kufanya huku na huko nikaona kwamba kwa nini tunapata tabu sana katika ufugaji wa kuku. Nikaona kwamba hivyo wenzetu wanafanyaje nje wanakuwa na kuku wengi zaidi. Basi nikaanza kutengeneza hizi mashine kwa kutumia bodi za friji. Nikawa najaribu pale kwamba inakuaje hapa. Kwa hiyo nikafanya udadisi kwa muda mrefu sana. Lakini baadaye sasa baada ya kuona kwamba kumbe hiki kitu kinawezekana kufanyika hata kwa sisi hapa Tanzania na Afrika pia. Sasa baada ya hapo kutengeneza bodi za friji, kwa sababu bodi za friji zinakuja tofauti. Unakuja unapata LG, Samsung, lakini sasa ukitengeneza kwa mfano leo mashine ya 264 bodi za kwako mwenyewe, ulikuwa unapita mtaani ukitafuta haya majokofu mabovu au inakuwaje? Maana kwa sasa tunasikia kwamba kuna mtu anapita na kile kipaza sauti kwamba tunanunua pesa mbovu pamoja na vyuma chakavu. Labda walikuwa ni wale watu ambao umewaweka kwa ajili ya kuleta vitu vya namna hiyo kwako au ilikuwaje? Kuhusiana na hilo nilikuwa kuna sehemu moja pale Magomeni, nilikuwa naenda pale kuna mafriji pale mabovu hapo. Unachagua pale size ambayo, kwa sababu unapopata order unaenda pale unasema mtu anataka mashine ya 1054, nataka mashine ya 800. Kwa hiyo unaenda pale unaangalia bodi gani ambayo italingana na size ya mashine na uwezo wake na unataka ile mteja wako. Kwa hiyo unaanza kuchagua pale bodi 2 3 ukaja nazo. Na licha ya hivyo baada ya watu kuona wengi mbona huyu anachukua sana hizi bodi za friji, anafanya kazi gani? Na watu wakaona kwamba ukiona na friji ambayo imekaa muda mrefu imetumika, basi wanakuletea tu kwamba bwana fundi tuna bodi yetu, basi unapatana pale unampa pesa, basi inabaki pale ofisini. Wakati mwingine unaweza kushangaa unapata hata friji hapo.
Kwenda kwa huyo mtu anakuletea bwana bodi mbovu, wakati ukiangalia ukichunguza bwana mbona kama inafaa, basi maisha yanaendelea hivyo yani. Kwa hiyo hata sasa ikitokea kama mimi kule nyumbani nina jokofu ambao linaonekana ni nice, ile bodi lake limekaa ndivyo sivyo, naweza nikakuletea pia, pengine ikawa ni sehemu ya fursa kwako. Kwa sasa hivi nimefunga hiyo milango. Kwa sababu tunataka kwenda, yani kampuni iwe kubwa zaidi, jitangaze mbali zaidi, kwa sababu ukisema tuanze tena turudi kwa tulipotoka, tunarudisha kampuni nyuma. Sisi ni yetu ni kusonga mbele, kwamba leo hii hata mzungu akija kutoka nchi yoyote akikuta ile bodi anajua kabisa hii ni brandi ya Wilson Company. Okay. Kwa masuala ya kutengeneza bodi ya friji sasa hivi tumeachana nayo. Sawa. Na unapoendelea kuzungumza nasikia 240 100, hizi ni nini hasa? Katika utengenezaji wa incubator machine au vitotoleshi, tunaanza kuanzia mayai 70. Mashine ya mayai 70, tunakuja mashine ya mayai 90, kuna ya mashine ya mayai 100, 120, 176, 264, 352, zinaendelea hivyo. Kwa mteja anaweza akatubana nataka mashine mayai 500, anaambia kutokana na jinsi ya utengenezaji mashine inakuwa ni 528. Ndio maana ukutazama tunapa bwana ya 1056. Kufika pale bwana mshauri bwana unaanza au katika ufugaji muda mrefu, mimi nipo kufanya muda mrefu, basi tafuta mashine aina fulani itakufaa zaidi. Mteja anakuja kwako kwa ajili ya kuweza kutengenezewa, lakini najua wewe ni mbobezi katika masuala haya ya kutengeneza hizi mashine. Kipi kinatofautisha kati ya mashine zako hizi za bwana Wilson Company ama Godson Company na hizi mashine zingine ambazo zinazotoka kwenye kampuni zingine? Mashine zetu sisi kwanza tuna uhakika zina 98% katika uanguaji. Na kitu kingine tofauti kwamba ujue mashine inapotoka labda nje na ya kwetu, sisi tumeshafanya uchunguzi wa mazingira ambayo tunaishi Tanzania na Afrika, karibia nchi za jirani. Kwa hiyo tunajua kwamba mashine inahitaji joto kiasi gani na humidity kiasi gani, ule unyevu ndani. Unaona, hata kwa mfano tuna mashine ambazo zinatumia umeme. Mashine za umeme zina joto lake ambalo linakuwepo pale na automatic na unyevu ndani ya mashine. Kwa hiyo utakuta matumizi ya umeme sisi kwetu kama kwa aina ya mashine hiyo ina watts 200. Lakini utakuta mashine zikitoka nje inaweza ikawa mashine hiyo ya watts ya 264 itakuta ina watts hadi karibia 500. Kwa hiyo kuna tofauti kwanza ya matumizi ya umeme katika mashine ya nje na ya kwetu sisi. Alafu pia tunampa mteja, tunasema kitu kingine kwamba ukiwa katika ufugaji umebobea, kuna mtu anaweza kuchukua mashine ya kuangulia, sawa, hii incubator na ile inaitwa hatching. Sasa hizi zote ni mashine mbili, lakini moja ina atamia, nyingine inaangua. Sasa katika ununuzi bei hazipishani. Zote zinakuwa na bei sawa. Lakini sasa unapokuja kwetu sisi tunakupa mashine moja kwa mbili. Kwa hiyo mashine yetu ile inakuwa ina space kubwa chini kule kwa ajili ya kuangulia. Kwa hiyo kwa upande wa juu inakuwa inasema kwa ajili ya kuatamia. Kwa hiyo sasa inapofika ile siku, kwa sababu unapoweka mayai kwa mfano ya kuku, siku ya 18 unayashusha chini pale kwenye ile hatchability yake pale, hatching pale chini. Kwa hiyo wewe utakuwa, kwa sababu pale chini mayai yanakaa siku 5. Ndio kwanza siku ya 18 vifaranga vingine vinawahi kutoka, siku ya 18 vinaanza kuanguliwa pale chini. 19, 20, 21, 22 vinatoka. Kwa katika zile siku 5 pale una uwezo, unaposhusha mayai unapandisha mayai mengine pale juu katika sehemu ya kuatamia. Umeona? Kwa hiyo utakuta sasa hautaingia gharama kubwa ya kwenda kuchukua mashine nyingine kwa ajili ya kuangulia vifaranga vyako. Kwa hiyo pale unatoa juu unaweka chini, vifaranga vinatoka. Sasa bwana Godson, hebu tueleze kitu kimoja hapo kwamba mimi ni mfugaji, pengine ndio naanza,
lakini pia nina majukumu mengine. Sasa ninawezaje, kama jinsi ulivyosema kwamba inapofika ile siku ya 18 mayai yanaanza kuanguliwa, vifaranga vinaanza kutoka. Tayari nimekusha kuja kwako, umenipatia ile mashine yako, nimeiweka pale nyumbani. Je, naelewaje kwamba imeshafika siku ya 18, ama kuna mlio fulani unanionyesha sasa yani leo ni siku ya 18 au siku zimekaribia kuisha, au kuna ishara fulani ambayo nikiona ile pale nanyambia kabisa kwamba sasa yale mayai yako tayari kuanguliwa? Karibu. Okay. Tunachokifanya huwa kwa mfano mimi namfuatilia mteja wangu kuanzia napomnunulia mashine. Yaani najenga urafiki naye wa karibu sana. Kwamba mwingine anakuza bwana, nipange siku gani, nipange muda gani, jioni au asubuhi? Unamshauri bwana, panga asubuhi, ili hata vifanga vinapoanza kuangua vitoke asubuhi. Kwa hiyo nakuweza kuwe na notebook, bwana leo tarehe fulani una note pale kwamba tarehe fulani leo nimeweka mayai yangu. Kwa hiyo tunaanza kama umeweka asubuhi, siku inakamilika kesho yake asubuhi yale mayai yako. Kama umeweka jioni, siku itakamilika kesho yake jioni hayo mayai. Kwa hiyo tunaanza kuhesabia kwa aina hiyo. Kuna controller nyingine ambazo tunazichukua kutoka nje, nazo zina count day. Zina kuhesabia siku. Lakini kizuri ukanote pale, kwa sababu kwa mfano kama mashine hizi, kwa mfano kama unatumia umeme wa kawaida, umeme ukakatika, siku zile ina stop pale. Unaona, haitaendelea mbele, lakini joto linaendelea kuwepo ndani ya mashine. Unaona? Kwa hiyo ni nzuri ukawa na notebook, ukanote pale kwamba leo tarehe fulani nimeweka mayai muda fulani. Kwa hiyo nitakuwa nakufuatilia kila baada ya siku 5 na kupigia simu, bwana unaonaje, mashine inaendeleaje, unanipa mrejesho kwamba kuna 1 2 3. Kwa hiyo ikifika siku ya 18 tu na kukumbusha fulani, kwa sababu na database ya wateja wangu, na kukumbusha fulani, leo ni siku ya 18, vipi leo ulipanga muda gani, labda asubuhi. Kwa kuanzia asubuhi utaanza tu kuona mayai yale yameanza kucrack ndani ya mashine mule. Kwa hiyo nakwambia hayo mayai yaanze kuyashusha weka kwenye basket pale chini ndani mwa mashine. Unayashusha pale. Kuna jambo fulani sijaeleza kwamba katika kampuni ya Wilson Company, sawa, tuna mashine ya aina 3. Tuna mashine ambayo inatumia umeme wa kawaida wa TANESCO, na mashine ya pili inatumia solar. Na mashine ya 3 inatumia solar na gesi. Sasa tukianza solar na gesi, hii imekuja kutokana na matatizo ya kukatika kwa umeme. Kwamba mara nyingi umeme unakatika hivi, mwingine anakuambia nipo kijijini, sina yani umeme hautafika leo wala kesho. Kwa sasa na mimi napenda kufuga, nitafanyaje? Kwa hiyo baada ya kufanya utafiti sana kwa napana, ujue gesi sasa hivi ipo hapa Tanzania, inazalisha Tanzania. Sasa kwa nini tusifanyie fursa? Unajua katika mashine kinachohitajika kitu kikubwa kwanza ni joto. Nikachunguza nikaangalia kwamba gesi inaweza kuzalisha joto ndani ya mashine. Ndio nikaja sasa na wazo la kutengeneza mashine ya sola na gesi. Kwa hiyo mashine ya sola na gesi sio tu unaweza kuitumia kijijini, hapana. Hata mjini unaweza kutumia kutokana na matatizo, changamoto ya umeme katika. Kwa hiyo inafanya kazi vizuri. Hapo mtano. Sasa tuone sasa yale matumizi ya gesi, alafu tukija tukilinganisha matumizi ya umeme, hii nishati ya umeme. Kuna sehemu nyingine wanatumia nishati ya mafuta ya taa. Wakati mwingine sehemu nyingine wanatumia petroli ama diesel kwa ajili ya kuwashia generator ili watengeneze umeme uingie kwenye mashine, ambao ni mrongo mrefu kiasi hicho. Sasa hebu tuangalie huyu anayetumia pengine nishati hii ya gesi, anapata aweni ipi pengine kwa upande wa gharama? Kwa mfano kwa mtungi mdogo au mtungi mkubwa ule inakuwaje hapo sasa? Okay. Kwa mfano ule mtungi mdogo kabisa unakaa siku 15. Siku 15. Yaani kwa siku unahesabuje kwamba ni asubuhi, mchana? Ulipoanza tu kuwasha pale zinaenda siku 15. Kwa Wilson Company inapotoa mitungi miwili ile midogo, inakupa uwezo sasa unabadilisha ile siku ya 15 na uchukua ule mmoja unaufunga pale, ule mwingine unatoa unaenda kujaza. Lakini ukija kwa mtungi ule wa size ya kati,
Hapo kwanza. Ina maana unapochukua ile pipe ya kutoka kwenye ule mtungi mwingine kuleta kwenye mwingine, ina maana hali ya nyuzi joto mule ndani kwenye hiyo mashine sinakuwa tayari imeshaanza kushuka au inakuwaje? Hapana. Kwenye mashine inaweza ikakaa na joto ndani ya masaa 3. Okay. Hata umeme ukiwa umekatika. Hata umeme umekatika, inakaa mashine ndani ya masaa 3 bila kuleta tatizo lolote. Nilikuwa nazungumzia mtungi mkubwa. Sasa uzuri wa mtungi mkubwa, utaangulisha mara 3. Utaweka siku 22 za kwanza, 22 za pili na 22 za tatu. Ina maana unachukua siku 66. Mtungi mkubwa. Mtungi mkubwa ule wa size ya kati. Achana ule mkubwa kabisa. Ule wa size ya kati ambao ni kama nadhani ujazo wa kilogramu 15 kama kilogramu 15. Ule unaangulisha mara 3. Ambapo gharama yake ni kama 51,000 52,000 hapo. Sasa ukija kucompare labda na umeme kidogo, kwa mfano sasa hapo tunapozungumzia, kwa sababu hizi mashine tunapozitengeneza zina ukubwa tofauti. Ukija kucompare na gharama labda za umeme kwenye mashine labda ya mayai labda 2,000, 1,500 na kuendelea huko, gharama za umeme zitakuwa juu. Lakini wewe umeangulisha mara 3 kwa shilingi labda 55. Wakati kwa mara moja kwa mashine labda ya mayai 2,000 unaweza ukakuta pale unaingia gharama labda 30,000 au 40. Kwa mara 3 unakimbia kwenye 120,000, wakati huku umesimama kwenye 55,000. Kwa hiyo kuna nafuu. Kwa ndani ukipiga mahesabu ndani ya miezi 6 au ya mwaka, kuna tofauti kubwa sana kati ya mtumiaji huyu na mtumiaji huyu hapa. Lakini licha ya hivyo, kitu kingine kwamba tumeona kwamba kimpe faida hata mfugaji, sawa. Hata hizi mashine zetu ambazo zinatumia umeme nazo tunajitahidi kuzitengeneza ziwe zinatumia umeme mdogo sana. Ziwe zinatumia umeme mdogo sana, kutokana kwamba yaani mashine isije ikawa ni kikwazo kwa mtumiaji. Je, pengine kwa lisali moja ukipiga hesabu inaweza inatumia unit ngapi pengine? Mara nyingi tunapiga hesabu kwa siku nzima. Kwa siku nzima ndio. Kwa mfano mashine yetu ya 264 hata unit moja haimalizi kwa siku nzima. Kwa siku nzima haimalizi. Kwa sababu mashine inapostart, kwa mfano kama gari unavyoona inaondoka na gia namba 1. Kwa hata mashine inapostart pale inaanza na kasi kidogo, lakini tumekwambia mashine yetu ina watts 200, sawa. Inapokuja kukolea, joto linaposhika ndani ya mashine likawa limetosheleza, ile mashine ina run kwenye watts 100. Kwa hiyo sio kwamba muda wote mashine itakuwa imewaka, hapana. Kuna muda utakuta inakaa hata dakika 20, 25 mashine imezima, ipo cool. Kwa hiyo ule muda utakuta unaenda hivyo kila siku. Kuna muda mwingine inazima kabisa, kwamba ni ile control inakuonyesha tu mashine inafanya kazi, lakini ndani utakuta feni na new heater zimezima kabisa. Azileti joto kwa sababu tayari joto limejitosheleza. Kwa hiyo baada ya dakika 15, dakika 20 hadi 25 inawaka tena. Kwa hiyo hata matumizi ya umeme yanakuwa ni madogo. Sasa katika hiyo hapo ambao unasema matumizi ya umeme yanakuwa ni madogo, lakini hapo awali ulisema pia kuna utaalamu fulani ambao mnaufanya wa kutengeneza zile backups. Kwa ajili hata kama umeme ukiwa umekatika, zile backups zinaendelea kufanya kazi kama kawaida. Hizi ni backups za zipi hasa? Hizi ni backup za umeme. Kwamba ile backup ina uwezo wa kuzalisha yenyewe umeme. Inakuwa pamoja na battery, sawa. Kwa hiyo kwenye mashine inakuwa ni tunafunga, kwamba unapohitaji tunakufungia, na ile backup inakuwa ni automatic. Kama kwa mfano mzuri, umeshatembelea labda benki, sawa. Immediately umeme unapokatika yenyewe imerudisha. Kwa hata backup zetu sisi tunapotengeneza tunaangalia na ukubwa wa mashine ambao umeitaka. Kama mimi nataka mashine ya 264, tunakupa bwana, tunakwambia backup itakufaa ya kiasi fulani. Hii backup ina sifa 1 2 3. Kwa mfano yenyewe umeme unapokatika inakurudishia umeme, sawa. Kipindi umeme upo inachaji zile betri na kuleta umeme ndani ya mashine. Kwa ndo kazi anavyozifanya hivyo. Unaona? Kwa hiyo hata
wa watu ambao wa manyumbani wanataka kwamba bana, mimi sitaki nyumbani kwangu umeme ukatike, na ni fursa tunaweza wakasha hebu tueleze ya majumbani inakuwaje. Kwa nyumbani kwamba tuna mteja unapokuja, bwana nahitaji backup kutoka kwenu, tunakuuliza matumizi yako kwanza, kwamba una vitu gani unatumia. Bwana mimi nataka nitumie labda umeme katika, sitaki kutumia labda AC, sitaki kutumia AC, nataka nitumie pasi, feni na vitu vingine. Tunapiga pale mahesabu na mbona bana, matumizi ya nyumbani kwako labda itakuwa ni watts 2000. Sawa, lakini ili uende matumizi yako yote, chukua mashine ya watts 3000 au kVA 3 tunasema. Kwa hiyo tunakupa ile mashine, tunakupa na hizo battery, basi tunakufungia yani moja kwa moja kwamba umeme ukikatika umeme unarudi. Au mwingine anapenda kwamba anafungiwa switch ile ya manyo, umeme ukatika anaenda anawasha ile switch manyo pale, umeme unakuwa unaendelea kutumika katika nyumba yake kwa muda wote. Umeme unakuwa kwa friji, pasi, hautakuwa na ile umeme umekatika. Kwa mfano labda imefika siku ya Ijumaa, wanataka kuandaa nguo zako za kanisani, umeme umekatika sasa na masasa watu wanakaribia, nitafanyaje hapa? Ndio sasa umeme umekatika, basi unaenda switch pale, unapiga pasi kama kawaida. Okay. Kwa hiyo unakuwa upo salama kabisa, yani hauta sema nimekosa vitu vingine, au mtu labda kompyuta unafanya kazi umeme umekata ghafla, sasa kompyuta na nyingine labda naye haiwezi kukaa na chaji muda mrefu. Kwa hiyo ukifika pale ukiwasha, basi mambo yanaendelea. Mtaani unaweza kawa wanashangaa pale kwa jirani, mbona upo, au ni kwetu tu kuna shida. Kwetu kuna shida. Kwa hata kuja kwenye mashine zetu pale sasa umeme umekatika, kwa sababu mwingine unaweza kushangaa ameweka mzigo labda wa mayai 1500, mayai 2000, umeme umekatika. Kwa mjasiriamali lazima pale upate hofu. Hasa ujui hawa TANESCO tolisha umeme ndani ya masaa mangapi. Sasa yani mjasiriamali pale huwa anachanganyikiwa, sijui nikazime generator, sijui nifanye nini. Lakini ukiwa na backup automatic tu kwamba umeme ukakatika, umeme umejirudisha, wewe hauna hofu. Hata kama upo kazini hainaga shida. Kwenye mashine tunafunga ni automatic, kama umeme upo TANESCO unafanya kazi, umeme wa TANESCO ukiondoka wenyewe unajirudisha pale. Kwa na uzuri wa backup zetu kutokana na ukubwa wa mashine yako tunapotengenezea, na kwamba sasa hii backup itakaa masaa 20. Kwa hata kama umeme umekatika kutwa nzima, lakini tuna backup ina uwezo wa kutunza umeme kutwa nzima na ukawa hauna hofu kabisa yani. Sasa umeshamfungia huo mfumo huyo mteja pengine kwenye mashine yake ile, kwamba umeme katika backup inachukua nafasi yake, na hata kama yeye asipokuwepo haina haja pengine kwenda kuwasha sehemu fulani, ni backup tu yenyewe inafanya kazi moja kwa moja. Na sasa wasiwasi wangu ni ule kwamba umeme unaporudi, hii backup inajizimaje tena ili kupisha ule umeme huu wa TANESCO? Maana wakati mwingine mteja anaweza kaa naogopa ndo chanzo cha kuunguza vitu ndani. Sawa, asante kwa swali lako zuri sana. Zile mashine zipo automatic. Ndio maana hata kipindi umeme upo, yenyewe inaweza kuchaji betri na kupeleka umeme kwenye mashine. Kwa hiyo hata umeme ukirudi, kwa kitaalamu ule ndani kuna vifaa tunavifunga vinatenganisha ule umeme, kwamba sasa hivi yenyewe inatambua umeme wa TANESCO umerudi. Kwa hiyo inabidi nipishe ule umeme ambao umetoka kwenye source ya DC kuingia pale kwenye backup, unazalishwa kuja kuwa AC kwenda kutumika. Yenyewe sasa inatenganisha kwamba sasa hivi umeme wa battery inabidi uache kufanya kazi, uje uingie umeme wa TANESCO. Kwa hiyo kinachofanya pale, ile backup yenyewe baada ya kutambua kwamba sasa umeme wa TANESCO umerudi, inakuwa vice versa, inaanza kuchaji zile battery. Sawa? Umeme wa TANESCO unapita unaenda kufanya kazi kule kwenye mashine. Kwa hiyo haina kwamba labda itakuja kupunguza mashine, hapana. Na zile backup zipo yani ni digitali zaidi tunasema kwa lugha ya sasa hivi, kwamba umeme wake hauyumbi. Kwa mfano utakuta kuna generator ina mlio fulani imezidisha mara ya juu. Na labda nikutoe wasiwasi ndugu mtazamaji, kwamba mashine zetu zina warranty ya mwaka mmoja. Alafu backup zetu zina warranty ya miezi 6. Kwa hiyo hautakuwa na wasiwasi kwamba labda sasa ikiharibika itakuwa na ameshaniuzia vifaa vyake. Hapana, utakuwa chini ya uangalizi wetu mpaka
utakapokuwa huo muda kupita basi, na hata kama huo muda ukipita sio kwamba ndo tumekuacha, hapana, uko pamoja nasi. Kifaa kikileta tatizo utaleta kwetu. Kama uko mbali unaweza jamani, kifaa changu kina matatizo, mimi mwenyewe nitakuja. Mradi tu tutakuwa gharama zetu ni kiasi fulani, basi nitakuja nitakufanyia service na kifaa chako kitakuwa katika hali ya awali. Kama kitakuwa ni chepesi na tupo labda kidogo tumetingwa na kazi, tunakwambia tuma kifaa, kitafanywa kazi, alafu baadaye utatumiwa kifaa chako. Sasa tuangalie, kuna vifaa vingine ambavyo vimetengenezwa katika nchi za wenzetu. Lakini ndiye mjasiriamali huyu wa hapa Tanzania amekuwa akivitumia, lakini kwa namna moja ama nyingine kimeleta hitilafu pale nyumbani. Na wewe sasa umejikita tu kutengeneza huko kwenye kiwanda chako mwenyewe. Je, anaweza akakutubia wewe kama mtaalamu kutatua kila, au utamwambia aje achukue hii mashine yako? Ni kweli napata changamoto sana. Wengine nakwambia bwana, na mashine nimenunua sehemu fulani ipo hivi na hivi, na labda ni kwa mwingine nakwambia bwana, nina mashine yangu lakini sasa inatumia umeme mkubwa sana, nitafanyaje? Nataka uibadilishe iwe kama mashine zako unazozitengeneza ziwe zinatumia umeme mdogo. Na mwingine anakuambia nataka iwe katika upande wa sola na gesi. Unaona, unajua mashine zinapotengenezwa ndani zina space zake zile ukubwa, sawa. Kwa mashine ya sola na gesi mara nyingi na washauri ni bora uchukue kutoka kwetu, kwa sababu kwa mfano bodi ikitoka nje wanakuwa wameshaiwekea vile vipimo vyao. Kwa hiyo uwezo ukaiongezea tena pale. Labda tu kwa mfano ya umeme wa kawaida ninaweza nikakusaidia katika kupunguza matumizi makubwa ya umeme. Kwa hiyo itakuwa inatumia umeme mdogo. Lakini tunataka tukuze kwanza vya kwetu. Viwe juu zaidi kushinda yani, kwa sababu wewe ukiomba hii ni made in Tanzania. Kwa hiyo mfano hata kama Kenya, Uganda, sijui Rwanda, Burundi, Malawi, wapi Zambia hapo, Kongo, yote hiyo ukiambia kutoka Tanzania kwamba anajua ni kweli ni kutoka Tanzania, hii sio ya Mchina tena yani. Kwa hiyo kwanza vifaa vyetu vina ubora, na viko imara sana. Yani kwa hata mtumiaji, kwa sababu kuna na watumiaji ambao tayari wana mwaka wa 4 wanatumia hivi vifaa. Yaani kwamba mnakuwa kama vile marafiki tayari, yani kama tena undugu, maana unapitiza undugu, kwa sababu mtu mwingine kwa sababu mwingine hajui kabisa katika matumizi ya incubator. Lakini wewe unakuwa ni kama mwalimu, unaanza kumfundisha kuanzia, bwana leo unatakiwa ufanye hivi, kesho hivi. Kwa hiyo hata kwa mfano mfugaji ambaye ana wasiwasi labda sasa sijui kufuga, nitaliaje vifaranga, kwetu tunakupa elimu. Tunakupa elimu bwana, vifaranga wanatakiwa walee hivi, kuna dawa fulani tunakutumia. Nitakuwa nakutumia zile mpangilio wa dawa wa chanjo zile, wachanja unatakiwa ufanye hivi, unatakiwa ufanye hivi. Kwa mpaka kuku anapokuwa pale sasa, wewe utakuwa sasa unakuwa sasa na umeshaanza kuelewa yani. Kuna changamoto ambayo inawakuta hawa wajasiriamali. Nataka uniambie wanakosea wapi? Wakati mwingine ameweka mayai kwa ajili ya kuanguliwa kule, lakini pia unakuta matokeo anayoyapata ni tofauti na kile alichokitarajia. Anakosea wapi? Ni mashine yenyewe ndiye inakuwa ikivuruga vitu, au ni nini hasa? Mashine kama itakuwa tunasema kwamba temperature au joto liko sahihi kuanzia siku ya kwanza mpaka siku 22, na pakawa na humidity imejitosheleza kwa siku zote, mashine inakuwa haina tatizo lolote. Tatizo linapokuja katika mayai, sawa, kwa sababu tunapendelea sana kwamba ratio ya matemba na majogoo, jogoo awe mmoja katika matemba 7 au 10. Sasa utakuta unakuwa maanisha nini jogoo awe mmoja kati ya matemba 7? Wale kuku wanaotaga. Kwamba pakiwa na majogoo zaidi pale, kuna uwezekano majogoo wana mtindo wa kupigana. Kwa hiyo watakuwa hawapandishi wale matemba. Kwa hiyo sasa hapo ndo utapokuja sasa kusema kwamba mbona nilikuwa natajia nimepanga mayai labda 10, nataka mayai 10 yaanguliwe, lakini yametoka mayai 2. Kwa nini? Utakuta kipindi majogoo yanaleta vurugu, kuku wanauza tu kutaga.
Sio kwa maana uwezo wa kutaga. Kwa anaweza tu kutaga bila hata kupandishwa. Anaweza tu kutaga. Lakini anapopandishwa na jogoo anarutubisha lile yai mle ndani. Kwa kirutubisha lile yai linakuwa lina mbegu. Kwa hiyo kama utaweka majogoo wengi na matemba yale yakiwa nao wengi, kwa patakuwa na mbabe mmoja tu. Na sasa yule jogoo mmoja mbabe hawezi akaendo wale matemba wote. Kwa hiyo ndio maana utakuta mayai wengi wanalalamika, mbona mayai nimepanga ndani ya mashine na hayajaanguliwa. Na kweli unakuta mayai kwenye mashine, hata mayai karibia mtu amepanga mayai kwa mfano 100. Unaweza kukuta mayai 40, mayai 60 yapo njano tu. Kwa yale hayana mbegu. Unaona? Na hata kama umepata mayai mazuri yenye mbegu, kuna utunzaji wa mayai. Yai usiliweke likazidi zaidi ya nyuzi joto 35 kwenda juu. Ukishaliweka hapo umeliharibu. Kwa hiyo tunashauri mayai yatunzwe chini ya nyuzi joto 30, yanakuwa katika usalama zaidi. Na tunashauri kwamba mayai bora yasizidi zaidi ya tangu limetagwa, yasizidi zaidi ya siku 7 au 10 yawe yameshawekwa kwenye mashine. Yanaleta matokeo mazuri zaidi. Kwa hiyo kwa mfano kama utachukua uko na majogoo, hata katika selection ya majogoo, unataka majogoo mazuri wa mbegu, unapochagua jogoo, chagua jogoo ambao upanga umesimama vizuri. Yule na usichague jogoo baya mnene sana au kama mdogo sana. Chagua medium, yule anakuwa ni mzuri katika upandishaji. Na hata mayai katika unapotaka bana unakusanya mayai yako katika kwenye mabanda. Ndio. Angalia mayai ambayo sio makubwa sana na sio madogo sana. Kwa sababu yale makubwa sana hayatakupa matokeo mazuri. Chukua mayai ya size ya kati ndio panga katika mashine. Yale yanakuwa na matokeo mazuri sana yani. Kwa sababu kuna kesi nyingi ambazo unakuta pengine mimi Mila ni mjasiriamali na mashine hiyo nyumbani, kwa hiyo kuna rafiki ananiletea mayai yake. Kwa hiyo namwambia vimetoka vifaranga 3 tu kati ya hata ya mayai 20. Sasa naona kama vile labda sikumtendea haki. Sasa hapo ndo tumekuja katika ule mfumo nilokuambia kwamba katika mashine zetu tumeboresha, tunakuja zinakuwa zina hatching kubwa. Ndani mashine moja kuna utakuta kwa mfano 264 inakuwa na uwezo wa kubeba mayai yale 264 chini pale tena. Sasa kwa mfano mteja amekuletea mayai yake labda 88 au 100. Kwa hiyo sasa hata yeye una uwezo pale bwana, wateja wengine sasa hivi wanayamaki yale mayai, anaandika na maka peni. Umeona Kwa hiyo zile tray zako unapotoa pale, yale mayai unapeka katika zile basket za chini za kuangulia vile ili kwamba hata akifika bwana mayai yangu nilikupa 100 lakini naona vifaranga viko 40, unamwambia angalia hapo. Kwa hiyo anachagua kabisa, anakuta kweli ile haya mayai nileta mimi yote hayajaangulia. Kutokana nini sasa pale ndio unaanza kukagua bwana, mayai yako umeleta hapa lakini yanaweza kuwa yana shida. Mnaweza mkafanya pale tu uamuzi, hebu tupasue. Unaweza kutoa unashangaa umepasua mayai karibia 20 nzima yako njano. Ukishaona yai lipo la njano, tambua kwamba halikuwa na mbegu. Kwa hiyo hilo yai ambalo lina mbegu haliwezi likaanguliwa ndani ya mashine. Na kama yai litakuwa limeharibika, tunasemaga mayai yanaharibikaga yanakuwa tunaita nini, mayai visa. Yale visa lile linakuwa tayari lilianza kujitengeneza kifaranga kabla hajaingia kwenye mashine. Kwa hiyo lazima tu automatically liharibike. Kwa sababu likiingia kwenye mashine utakuta kwamba nje lilikaba siku 3 au 5 tayari imeanza kujiumba. Kwa hiyo likiingia kwenye mashine linaanzishwa siku ya kwanza. Kwa hiyo yule kiumbe anakufa pale. Kwa hawezi kasurvive tena yani. Penzi msikilizaji ambaye unatufuatilia katika kipindi hiki kizuri kabisa katika siku hii ya leo, tuko na bwana Wilson Godson ambapo akitupatia elimu kuhusiana na masuala haya ya ujasiriamali, lakini yeye ni mtaalam wa utengenezaji wa mashine hizi za kuangulia vifaranga ama kutotolea za aina 3 kwa wakati mmoja. Kuna mashine inayotumia nishati ya gesi, mashine ambayo inatumia nishati ya jua, lakini pia kuna mashine ambayo inatumia nishati ya umeme. Sasa Tanzania ni nchi ambayo imejaliwa sana katika utajiri wa vitu mbalimbali. Kuna nishati ya upepo sehemu fulani ambapo upepo unakuwa ni mwingi sana kule. Kwa hiyo hujafikiri hata pengine kutengeneza mashine namna hii ambayo
tutaleta windmill. Yeah. Zile mashine tupo kwenye hiyo project ya tutajaribu kuzitengeneza. Kwa mfano nilitembelea sehemu moja pana kama unaelekea Chunya. Chunya ndio. Pale juu katika ile milima kuna upepo mwingi sana. Nilikuwa nafikiria kwa nini hata siku moja serikali sije ikafanya uwekezaji maeneo haya. Kwa kuna Tanzania kama ulivyoeleza mtangazaji kwamba Tanzania tumejaliwa, yani kuna jua la kutosha, kuna upepo wa kutosha, hata baharini. Kwa nini wasifanye pale kitu fulani? Unavuna tu. Unavuna upepo. Hata sisi tumefikiria kwamba kwa sababu hivi vitu vinahitaji kwamba na muda nao uwepo. Lakini tumeanza na huu umeme wa jua na gesi na tupo na TANESCO, lakini najua Mungu atazidi kutuwezesha, tutafika huko. Tutakuwa tunaweka umeme windmill hizo au umeme wa upepo huo, tutaweka na kila kitu kitakuwa kipo sahihi kabisa yani. Sasa tunapoelekea ukingoni mwa kipindi chetu hiki, kuna rafiki atapenda kujua pengine ofisi zenu ziko wapi? Okay. Ofisi zetu ziko pale Ubungo Riverside, hapa Dar es Salaam, Ubungo Riverside. Au unaweza kututembelea katika mitandao ya jamii. Ukifika mitandao ya jamii unaandika Wilson Company, utatuona pale. Ukienda YouTube ukiandika Wilson pale Godwin, utatuona pale. Ataaminije kama ni wewe, kwa sababu kina Wilson wako wengi? Labda akifika atakutana na mabati mafriji ulikuwa unatuambia hapa. Ukifika pale kwenye mitandao ya kijamii sawa, kwanza tuna namba za simu kabla ya yote. Tuna namba zetu za simu ambazo hizo ukitupigia kwa mteja wetu ambaye tupo naye katika hii shughuli masaa 24 tumempa uwezo wa kutupigia. Kwamba tatizo lote linapotokea wewe tupigie. Sasa sijui naweza nikazitaja namba kwanza. Ni vizuri ukataja namba ya simu pia ili. Namba zetu za simu tunaanza na laini ya Tigo ni 0713 85 2296. Hii namba ipo hadi WhatsApp tumika. Pia tuna 0755 45 0970. Hii ni upande wa Voda, hata pia WhatsApp nayo ipo. Kwa hata kama ukiingia katika mitandao ya jamii pale kama nilivyokueleza mara kwanza, Instagram utakuta pale Wilson Company Incubator and Solar. Kwa utatuona pale. Kwa sababu mashine zetu zina nembo pia. Kuna nembo zetu tumezibandika pale. Kwa ukiona utajua hii mashine ya kampuni fulani. Na pia pengine ni wasaa sasa mwingine huu ambapo kama kuna kitu fulani ambacho nadhani ni cha msingi sasa ambaye anayetufuatilia angeweza kukijua ulikuwa hujakisema, pengine ni kipi hicho tukiwa tunaelekea ukingoni kabisa? Mimi nasema kwa mfano atakao vijana labda tufanye kazi. Tuondoe dhana. Kwa mfano mimi nimesema nimemaliza chuo sina kazi. Hebu kwanza ujue mtaji wa kwanza katika kupata pesa ni wazo. Uwe na wazo ambalo endelevu. Alafu katika kuwekeza, bwana mtangazaji, asikufiche mtu, kuwekezaji ni mgumu, lakini ukilishikilia lile wazo lako na ukamwomba Mungu akuongoze, matunda utayaona. Cha kwanza kuwa na wazo ambalo hautakuwa na kwamba unajaribu leo unaliacha kesho unafanya hivi, hapana. Tembea na wazo lako hata kama miaka 2. Kuna mafanikio utayaona. Na tembea katika ndoto zako ambazo kwamba hizi natarajia kuja kuwa kitu fulani, utaona matokeo yake. Kwa hiyo kwamba tunajua sasa changamoto vijana wengi ni ajira. Nimekuwa ni changamoto sana, lakini mimi labda kama mjasiriamali ambaye nimeanza na shauri vijana wenzangu tufanye kazi. Tujikite katika ufanisi wa kazi. Ona kwamba usidharau kwamba leo hii nitaosha magari, hii kazi haitakuwa katika standard ya elimu yangu. Hapana. Leo hii nitakuwa mkulima, haitakuwa katika standard ya elimu yangu. Mungu anakunyanyua kutoka pale ulipo kwenda juu.
Kwa sababu kipindi mimi naanza kwenye friji utaanza sasa huyu jamaa mbona anakimbizana mafriji ya nini sasa? Mafriji tena mabovu ya nini sasa mafriji? Lakini nilikuwa na ndoto kwamba nataka siku moja Tanzania, Afrika, hata duniani kote wajue kuna kampuni ya mtu fulani, ya kampuni ya Wilson Company ana deal na bidhaa fulani kwa hizo za incubator machine, backup. Kwa hiyo kwamba mpaka leo huyu mtu ukiona tu unajua kabisa hii imetoka katika kwa kampuni fulani. Basi mimi ni kushukuru sana kwa kuweza kutupatia muda wako wa thamani kushirikiana pamoja na sisi katika kipindi chetu cha siku ya leo. Asante sana ndugu mtangazaji. Asante sana. Mimi labda nisiseme mengi sana, twende kwenye vitendo zaidi. Basi sawa, tuahidi tu kwamba pengine kipindi kijacho sisi tutakiandaa tukiwa katika karakana yako kule, tukimwambia hii ndio mashine sasa ya solar. Hii ndio mashine fulani ambayo pengine inaweza ikaleta tija kwa yule ambaye anayetufuatilia katika kipindi hiki katika siku hii ya leo. Hadi kufikia hapo hatuna la ziada. Tunakushukuru sana kwa kutupatia muda wako wa thamani, kuendelea kutusikiliza na kututazama popote pale ulipo. Endelea kufuatilia vipindi vyetu vinavyoendelea kutoka katika kituo chako bora kabisa cha matangazo cha Morning Star Radio na Hope Channel Tanzania. Mimi ni Mila James, nimekuwa na rafiki yangu Wilson Godson. Yeye ni mtaalamu wa masuala haya ya kutengeneza hizi mashine za kutotoreshea vifaranga, na pia ni mtaalamu wa kutengeneza umeme rejea, yani umeme wa backups wa majumbani na hata katika mashine hizo za incubator. Endelea kubarikiwa popote pale ulipo. Hii ni Anza na Bwana 2020.